Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON imeanza rasmi nchini Morocco, na kwa ujumla zaidi ya wachezaji 30 wa ligi kuu ya Uingereza wanatarajiwa kushiriki mashindano haya makubwa. Hii inaifanya AFCON kuwa na athari kubwa sana kwa Premier League, kwani klabu nyingi zimepoteza nyota wao muhimu katikati ya msimu. Mashabiki sasa wanajikuta katika hali ya mkanganyiko wa kihisia, wakitamani kuona mashujaa wao wa klabu wakifanya vyema kwa nchi zao, lakini kwa upande mwingine wakitamani safari ya Morocco iwe fupi ili warejee haraka kuzisaidia klabu zao. Manchester United miongoni mwa timu zilizoathirika pakubwa akimkosa Bryan Mbeumo aliyejiunga na kikosi cha Cameroon, Amad Diallo anayewakilisha mabingwa watetezi Ivory Coast, pamoja na Nusri Mazrui wa Morocco. Kukosekana kwa wachezaji hawa kunapunguza chaguzi za kocha katika maeneo ya pembeni na ulinzi, hasa katika kipindi ambacho ratiba ya ligi ni ngumu. United sasa watalazimika kutegemea wachezaji wa akiba na vijana ili kuziba pengo liloachwa na nyota hao wa Afrika. Fulham nao wamepata hasara kubwa baada ya beki Calvin Bassey kuondoka kwenda kuichezea Nigeria. Bassey amecheza katika kila mechi ya Fulham msimu huu, akionyesha umuhimu wake mkubwa wa klabu hiyo. Mguu wake wa kushoto, kasi yake kurejea nyuma, pamoja na uwezo wake wa jumla wa kimwili vimefanya awe nguzo muhimu katika safu ya ulinzi. Hakuna mchezaji wa moja kwa moja wa kuchukua nafasi yake, jambo linalompa kocha Marco Silva changamoto kubwa, hasa ikizingatiwa kuwa anatarajiwa kukosa sehemu kubwa ya mwezi. Aidha, Fulham watamkosa Alex Iwobi ambaye naye amejiunga na kikosi cha Nigeria na amekuwa akitoa mchango mkubwa katika safu ya ushambuliaji wa Fulham. Everton nao wameathirika pakubwa kwa kumpoteza Iliman Ndiaye ambaye ameondoka kwenda kuichezea Senegal. Ndiaye amekuwa mchezaji muhimu sana katika kikosi cha David Moyes, akiwa ndiye nguvu kuu ya ubunifu na mshambuliaji anayeunganisha safu ya kati na mbele. Amecheza kila mechi ya Premier League msimu huu na amehusishwa moja kwa moja katika mabao 6, ama kwa kufunga au kutoa pasi ya mwisho. Kukosekana kwake ni pigo kubwa kwa Everton, hasa kipindi hiki ambacho wanahitaji pointi muhimu kujinasua katika ushindani wa ligi. Kwa Tottenham Hotspur, hali ya Yves Bissouma imekuwa tofauti kidogo. Ingawa amejiunga na kikosi cha Mali kwa AFCON, Bissouma kwa sasa hayupo katika mipango ya kikosi cha kwanza chini ya kocha Thomas Frank, na amechukuliwa kama mchezaji asiyehitajika sana. Kutokana na hali hiyo, matarajio ni kwamba huenda kaondoka klabuni hapo Januari, lakini bado atakuwa na nafasi muhimu ya kujionyesha katika AFCON kwa taifa lake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa miongoni mwa mataifa yenye wawakilishi wengi kutoka EPL, ikiwajumuisha Axel Tuanzebe wa Burnley, Arthur Maswaku na Noah Sadiki wa Sunderland, pamoja na Aaron Wan-Bissaka wa West Ham United. Hii inaonyesha mchango mkubwa wa wachezaji wa EPL katika kikosi cha taifa hilo. Misri kama kawaida inategemea nyota wake wakubwa akiwemo Mohamed Salah wa Liverpool pamoja na Omar Mamouche wa Manchester City, ambao wote wanabeba matumaini makubwa ya taifa lao. Ivory Coast mabingwa watetezi wana wachezaji kadhaa kutoka EPL wakiwemo Willy Boli na Ibrahim Sangare wa Nottingham Forest. Kwa mataifa mengine, Mozambique wanamtegemea Renildo Mandava wa Sunderland, huku Nigeria ikiwa na wakilishi wengi kutoka Fulham akiwemo Samuel Chukwueze, Calvin Bassey na Alex Iwobi pamoja na Frank Onyeka wa Brentford. Senegal nao hawako nyuma, wakijivunia wachezaji kama Idris Gana Gueye na Iliman Ndiaye wa Everton, Pape Matassa wa Tottenham Hotspur, Ismail Sarr wa Crystal Palace, Elhaji Malik Diouf wa West Ham United na Habib Diarra wa Sunderland. Afrika Kusini wanamtegemea Lily Foster wa Burnley, Tunisia wana Hannibal Mejibri wa Burnley, huku Zimbabwe wakituma Tawanda Chirewa wa Wolves. Orodha hii inaonyesha wazi namna Premier League ilivyojaa vipaji vya Afrika na jinsi AFCON inavyoathiri moja kwa moja ligi hiyo kwa kuwakosa wachezaji muhimu kwa kipindi cha kuanzia Desemba 21 hadi Januari 18. Kwa jumla zaidi ya wachezaji 30 wa EPL kushiriki AFCON ni ushahidi wa mchango mkubwa wa ligi kuu ya Uingereza katika soka la Afrika. Wakati macho ya Afrika yakielekea Morocco kusubiri bingwa mpya, klabu za EPL zitakuwa zikijaribiwa kwa kina kuona kama zina kina cha kikosi cha kuvuka kipindi hiki kigumu bila nyota wao. Hili ndilo linaloifanya AFCON kuwa michuano ya kipekee, si tu kwa mataifa yanayoshiriki bali pia kwa ligi kubwa za dunia.